Yesu asifiwe. Amina. Tunawakaribisha katika chaneli yetu ya Old Maswa TV, ambapo leo tunawakaribisha katika eneo hili la mahubiri yetu yaliyoanza wiki iliyopita Jumapili, na leo ni siku ya 6 ambayo ni Sabato, tunaenda kufungua. Hivyo tunawakaribisha sana katika ibada yetu ya kesho, na leo tunao watumishi wa Mungu hapa ambao ni wanenaji katika ibada yetu na mahubiri yetu ambayo yanaendelea ya wiki mbili, na sasa tumemaliza wiki moja. Hivyo tunaye mhudumu mhudumu mkuu, lakini pia tunaye mhudumu wa afya. Kiukweli watu wanabarikiwa na watu wanajifunza mambo mengi katika eneo hili la mahubiri. Labda nimlete kwenu mhudumu wa afya awajulishe maneno machache sana juu ya vitu ambavyo anatufundisha na vitu ambavyo vinaendelea katika eneo hili kwa suala la afya. Karibu sana mtu. Mimi binafsi nimebarikiwa kuwepo katika mazingira haya ya Old Maswa, na kama mnavyojua sisi tukifika eneo husika, kama kawaida yetu sisi watu wa afya tunafanya kuangalia vitu ambavyo vimewazunguka kazi zao za kila siku na au shughuli zao za kila siku, maisha yao ya kila siku. Na kwa sababu hapa tulikuwa tunaendesha shughuli za afya, vipimo na dawa, hayo ni yale ambayo yanatupa takwimu au magonjwa ambayo yanasumbua watu husika, na kwa namna hiyo sasa tunayatumia vizuri kuweza kuseti masomo yetu au kuandaa masomo yetu ambayo tunayajua kuwa yatawabariki wahusika wa eneo husika. Kwa mfano, hapa siku ya kwanza tulijifunza ni nini maana ya afya, nyanja za afya ambazo natakiwa mtu awe nazo ndio ajue kwamba yuko vizuri, na tukasema kuna mazingira au nyanja 4. Ya kwanza ni kimwili, kiakili, lakini kiroho na kiuchumi. Tukasema mtu ambaye yuko na afya ya nzuri ya kijamii anakuwa na mawasiliano mazuri kwa watu wanaomzunguka, lakini anakuwa na mahusiano mazuri na watu wanaomzunguka. Huyu pia ni mtu ambaye anakuwa na afya nzuri ya kiroho. Afya nzuri ya kiroho inakupa namna nzuri ya kuwapenda waliokuzunguka na kwa kuwafikishia taarifa kuwa Mungu ni upendo, na ndio maana hata sisi hapa tunatambua kuwa wenzetu wanatakiwa mjue Mungu, na ndio maana tuko hapa. Lakini pia siku iliyofuata tuliweza kujifunza kuhusu umuhimu na matumizi sahihi ya mwanga au jua lenyewe. Tukaona lina umuhimu sana. Kwa kushia kidogo na watazamaji wetu wa Old Maswa TV ili wajaribu kufahamu na wapatie kionjo kifupi, ili siku ya kesho na siku zinazoendelea waweze kuvutwa na hatimaye waje wajihusishe. Karibu sana. Mazingira husika tulioyakuta, watu wengi sana wamekuwa wakilia kuhusu changamoto za uzazi. Ndio. Na mojawapo ya changamoto ambayo inaathiri mfumo wa uzazi ambayo tumeitazama siku ya leo iliyowavutia watu wengi ni pamoja na kutazama changamoto ya saratani ya shingo ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi. Na saratani ya shingo ya kizazi tunaijua kwa kitaalamu kama cervical cancer. Sasa tumeangalia chanzo chake kwamba ni aina ya kirusi ambaye anaitwa human papilloma virus ndo anayesababisha saratani ya shingo ya kizazi. Ubarikiwe sana pastor, dokta wetu ambaye kiukweli umekuwa ni mbaraka mkubwa katika eneo hili, na nilikuwa nikiona wamama wengi sana walikuwa wanakusikiliza kwa umakini. Kiukweli Mungu akubariki sana dokta. Amen. Na kiukweli mimi nimekuwa nikibarikiwa sana, kwani ni masomo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea na watu wanabarikiwa na hatimaye Mungu anatukuzwa. Upande wangu wa kushoto hapa ninaye mhudumu wetu mkuu ambaye kimsingi yeye amekuwa kisimama kuanzia pale saa 12, saa 11:30 hadi saa 12:30. Hapo muda huu unapokuwa unatembea, watu wanafundishwa habari ya neno la Mungu. Karibu sana mtu wa Mungu, kiukweli tunabarikiwa sana na masomo ambayo unaendesha,
Hebu jaribu kuambia watu wanaokusikiliza leo kupitia Old Maswa TV kwamba kesho kutakuwepo na nini, kama kesho ni siku ya Sabato, siku ya ibada, unatamani uambie nini ili waweze kukaribia na siku zingine ambazo zinaendelea. Karibu sana mtu wa Mungu. Asante sana mtu wa Mungu. Mimi binafsi kiuhalisia ninashukuru kuwepo katika eneo hili la Old Maswa kwa sababu kwanza ni mara yangu ya kwanza kufika katika eneo hili. Nimekuta mandhari nzuri, watu wake ni wasikivu, kiuhalisia wanahudhuria kwenye neno la Mungu, lakini tu nijaribu kugusia kile ambacho nimekifundisha. Katika ulimwengu huu tunatembea tukiwa gizani, na hasa giza la kiroho ambalo hakika limefunikiza akili za wanadamu. Wanadamu tunatembea bila kujua ya kwamba ninaelekea wapi, ninatoka wapi. Na hivyo tukaona ya kwamba jambo ambalo kila familia inapaswa kuwa nalo ni pale ambapo kila familia itakubali kununua Biblia kama mwanga katika giza, ambako kiuhalisia mtu atakaposoma Biblia hatayumbishwa na ulimwengu wenye giza ambao kiuhalisia watu wamechanganyikiwa elekee wapi. Kwa hiyo mimi ninawaasa tu wenyeji wa kijiji hiki cha Old Maswa wanunue Biblia. Kutano yetu inaendelea. Tutakuwa na siku tena zinazokuja mbele yetu za kuwepo siku 8. Kwa hivyo kuanzia kesho watu wa Mungu tunawaalika wahudhurie, hasa katika ibada ya Sabato. Watu waje, tutajifunza mambo mengi kwa muda wa juma ambalo limesalia. Lakini pia ninawaasa tu watu wa Mungu siku ya kesho, kesho kwenye ibada ya siku ya kesho lipo somo ambalo limeandaliwa. Somo ambalo limeandaliwa linasema usikubali kutembea na mzigo usioujua. Usikubali kutembea na mzigo usioujua. Na wakaribisha kwa ibada ya kesho. Asante. Amina sana. Kiukweli mwinjilisti, nimebarikiwa sana na watu wengi wanasikiliza na watu wanabarikiwa na masomo ambayo tunabarikiwa nayo kutoka katika neno la Mungu ambayo ni Biblia. Na nimefurahi pia kwamba unatoa wito kila familia iwe na Biblia ambayo ndiyo mwanga unaoweza kuwasaidia na kuangazia katika giza hili la ulimwengu. Barikiwe sana. Hii ni Old Maswa TV. Watu wa Mungu, tunawakaribisha sana katika mahubiri yetu anayoendelea. Tumebakiwa na wiki moja. Hivyo watu wa Mungu tunawakaribisha sana katika eneo hili la Old Maswa. Unapofika tu hapa Old Maswa Center ikiwa ni saa 9:30 ndio mahubiri yetu yanaanza. Hivyo tunawakaribisha sana saa 9:30 hadi saa 12:30. Huo ndio muda ambao tunaendelea na mahubiri yetu. Mbarikiwe sana, karibuni sana. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa wanae dhambi